Inawezekana ukawa muda mrefu au hujashiriki pamoja nasi, unaweza ukasimama na kuenda kupepea mkutano kwa upendo wa Bwana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio tutaenda na kipindi kifuatacho ambacho ni kipindi cha kusikia mahubiri kupitia nyimbo za uimbaji, na hivyo tutaenda kama ifuatavyo. Tutaenda na kwaya ya sauti za malaika, watatupea na wimbo mmoja, kisha itafuatiwa na kwaya ya kina mama, watatupea wimbo mmoja, na wataenda kumalizia kwaya ya wokovu kwa wimbo mmoja. Karibuni. Tusiponde muda kwa sababu tulichelewa kulingana na harakati zilizokuwa hapa kanisani.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, ni muda mzuri ambao ni wa kutoa shukrani na shuhuda. Kwa hiyo kama kuna mtu amechelewa hapa, nimepata kikaratasi kimoja ambacho sema Mama Roda atamshukuru Mungu. Kwa hiyo tunamkaribisha kwa ajili ya shukrani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, na mimi nasimama hapa kumshukuru Mungu kwa makuu ambayo amenitendea. Nilikuwa nikimuomba naye amesikia maombi yangu. Ninakwenda kumshukuru kwa sababu yule msichana wangu ambaye aliolewa huko Colorado alinipigia simu leo kwamba amejifungua mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea kushukuru sana. Nilikuwa najua kijana Parizie atashukuru jambo hili. Acha mimi nishukuru. Kwa kweli huyu mtoto alikuwa katika kanisa la Kiislamu, familia yao ni wateumini Waislamu, lakini alipotoka Kongo na kulikuta huko Malawi akaokoka, tukamlea kama mtoto wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Basi huyu mtoto tulimlea nyumbani kwangu. Nilikuwa nikimwachia chakula kama mtoto wa nyumba. Na tulifanya hiyo kazi sisi kanisa, na mpaka hivi nilimwacha mikononi mwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati alifika state moja ngambo za huko New York. Sasa kule akaona upweke, akaanza nitafuta mami nilipo, akanipigia simu ya kwamba mama, mimi sitaikala huku, mimi naona nitakuja huko kwenyewe huko. Mimi nikasema kweli utapata uwezo wa kufika huku? Basi nikapiga simu Malawi kwenye mpastere wetu, nikamwambia hivi, akaniambia wewe unajua mtoto tulimlea huko. Kwa hiyo yeye anasema anakuja huko kwenye huko. Fanya nguvu afikie huko kwenye huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi acha nishukuru kanisa kwa kazi walioifanya. Walifanya kazi kubwa sana kama mjui. Huyu mtoto Parizie kama alifika hapa ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nilipeleka habari kwa kanisa ikakatisha tiketi ya mvio. Nashukuru kwa Trezo na mchungaji walifanya nguvu mpaka wakaanza kuzungumza na kesiweka wake, akamhamisha na vitu vyote hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alimlinda njiani akafika hapa. Mimi kanisa sina cha kuwalipa, lakini ninashukuru jinsi tulivyochangia kwa kumleta huyu mtoto hapa. Yenyewe tutasimama tu na kumwombea ili aendelee kutenda kazi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kazi mliyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi bwana pesa nipe wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hamjambo wapendwa. Na mimi nimeamua nisimame siku ya leo kushuhudia, kwa sababu nilikuwa na mpangilio nishuhudie wiki iliyopita, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa kama vile hayajakaa vizuri, lakini nilipomuona Mama Roda amesimama nikajua kumbe siku hii ndio ile siku Mungu alikusudia. Bwana asifiwe. Na ninachomaanisha ni kwamba ushuhuda ambao nilitakiwa niushuhudie wiki iliyopita, kuna kitu nilioneshwa na Bwana. Sasa wiki iliyopita sikuona kama vitu vilikuwa vimesimama kwenye mstari, lakini kwenye hayo maono nilioneshwa Mama Roda pale, mamangu anashuhudia, na mimi nilikuwa niko kwenye hayo maono na pia nikashuhudia. Kwa aliposhuhudia nikajua hii ndio ile siku. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kitu ambacho napenda nimshukuru Mungu ni kwamba
Bwana ni mwaminifu. Kwenye maono ambayo Bwana alinionyesha, kulikuwa na aina ya kidudu fulani, na hicho kidudu kilikuwa kikimng'ata mtu, yule mtu anafariki. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi walipotea, watu wengi walifariki, wakaacha maisha yao. Lakini nilichokuwa ninakishangaa ni kwamba wakati hicho kidudu kikija, na vilikuwa vingi, kikining'ata mimi, nilikuwa na uwezo wa kukishika na kukiua. Kuliko mimi nikufe, kidudu kinakufa. Bwana asifiwe. Lakini wengine ambao walikuwa waking'atwa na hicho kidudu, wote walikuwa wanapoteza maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakumbuka kitu kimoja ambacho Mungu aliwahi kuniambia, kama jinsi kijana pale Uredi aliwahi kushuhudia siku ya 3 Disemba 31, akasema kwamba Mungu alikuwa akimwamsha kila mara mida ya saa 6 hivi kama sijakosea, masaa 8, akawa anajiuliza Mungu anakusudi gani la kumwamsha haya masaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akapewa majibu. Na niliwahi kumuuliza Bwana siku moja, kwa nini huwa unaniamsha haya masaa? Utakuta saa 7, saa 8, saa 9. Bwana akaniambia kwamba kijana, wewe bila maombi haukamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bila maombi haukamiliki. Akasema vita ambavyo viko juu yangu ni vita vikali sana, na bila maombi sikamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu aliniambia siku moja nitashuhudia. Alinipigania, akanivusha mpaka tunafika mwaka mwingine. Bwana asifiwe. Japokuwa changamoto zilikuwa nyingi, lakini namshukuru Mungu kwa uaminifu wake na kwa ulinzi wake, na natumaini kila mmoja wetu atapata faraja ya kwamba ulinzi na ngao ni Mungu wetu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jina la Bwana litukuzwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Basi na mimi nasimama hapa siku ya leo kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa makuu ambayo anazidi kututendea siku zote za maisha yetu. Kikubwa ambacho nasimamia hapa siku ya leo, maana leo wakati nilikuwa natoka kazini, wakati nilikuwa nakuja kanisani, maana nilikuwa na haraka nisichelewe, maana nimeshachelewa sana. Sasa wakati niko kwa hii njia hapa, maana ilikuwa ni njia moja tu. Sasa kulikuwa kuko gari iko mbele yangu na mimi niko nyuma, ile niko na haraka kwa ajili nisichelewe. Sasa yule ambaye alikuwa mbele yangu akataka akunje mara moja aingie, yani na arudie kwenye alikuwa anatoka. Sasa na mimi sikukuwa nafikiria kama anaweza kakunja hivyo. Nilikuwa nafikiria anaweza kakunja sehemu ananipisha nipite, alafu ndio yeye anakunja. Sasa yeye akataka akunje mara moja. Sasa ile na mimi kumuona, sasa kwenye nilienda kwepa, yani nikakunja, yani ilikuwa ni ajali nitokea, yani ilikuwa ni kifo. Kwa sababu kisi nilipiga frame, yani ilikuwa potoa, yani kwenye nilipigia frame, yani mimi na potoa mie. Yani nilisema niingie kwenye hiyo poto, ningisambula poto na niingia nyumba ya mtu. Lakini Mungu ni mwema kabisa, nilikamata breki, nikaenda leo nikajipiga kwa mpango kidogo, lakini nashukuru Mungu ajali kufanyika. Mungu akanionekania, maana ilikuwa kama nikilio kwa sasa ama kama nipo hospitalini. Lakini Mungu ni mwema na atazidi kuwa mwema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio, na mimi pia nasimama kumshukuru Mungu kwa makuu ambayo anaendelea kututendea mimi pamoja na familia yangu, ili kwa mwaka ulivyoanza na mpaka tumeanza mwaka mwingine. Nishukuru Mungu kwa ulinzi mkuu ambao
umeweka juu ya familia yangu na familia yetu kwa ujumla. Nikumbuke tukio tu la tarehe 28 mwezi huu tulioacha hapa 2025. Nilipata accident ilikuwa Jumapili, tunakuja kanisani. Mungu alituonekania japo tumesimama siku ya leo kusema asante kwa Mungu, ili ingekuwa labda watu wameshaanza kusahau vitu vingine vilivyopitika, maana tuliweza kugongana, yaani tukawa mpaka kuhama barabara. Shukuriwe Mungu tu gari alikupinduka, ila liliharibika tu, haliwezi likatembea, ila tulishukuru kati yetu hakuna ambaye alipata dosari yoyote ile. Mungu ni mkuu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ajili ya hivyo naendelea kumshukuru Mungu, na hata kwa wakati huu pia tuko wazima. Mungu ni mwema tu, kwa sababu kuna wengi waliona mwaka mpya lakini sasa hivi hatunao tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi bado tunaendelea kusimama na kuendelea kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona kama vile watu waendelee kuna shuhuda, hata mahubiri asiwepo sawa kulingana mimi, sababu yote ni kutoa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine atashuhudia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaenda kumsimamisha mchungaji apate kuomba kwa ajili ya shuhuda. Karibu. Tuombe. Tunakushukuru Baba unaishi mahali panapoinuka. Baba, tunasema asante na shukrani kwa uwezo wako ambao unaendelea kutuwezesha. Tunakushukuru kwa makuu na maajabu ambayo unazidi kutenda katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetendea watu wako Mungu. Wacha sifa na utukufu zikurudilia wewe Mungu. Kwa kweli Mungu unatupenda na unatujali. Ni mengi ambayo watu wako wameyapitia, ni mengi ambayo tulio yaona, lakini Mungu ukawa msaada kwa watu wako. Wacha tuseme asante, na nina imani ya kwamba Mungu utaendelea kuwa pamoja nasi. Kuna wale ambao kuna ushuhuda wa kushuhudia makuu na maajabu uliyowatendea, lakini shetani anaendelea kuwafunga. Tunaendelea kuwafungua ili ibilisi asipate nafasi tena, wajisikie kuja kumwaibisha. Asante Mungu kwa sababu unaweza na unatosha, na nina imani ya kwamba utaendelea kuwa msaada na kinga katika maisha yetu. Kwa Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tutaenda kumwalika mtu mmoja tupewe na wimbo ambao sisi sote tutaenda kuimba pamoja, na kupitia wimbo huu mhubiri atakuwa anajiandaa na vile vile tukitoa zaka zetu. Karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.